Somo lililopita bana lilizua maswali mengi kidogo kwamba issue ya support and resistance imekuwa ni issue ambayo inawasumbua sana beginners kudetermine kwamba ili eneo litakaliwa na support na ili eneo litakaliwa na resistance. Umeona? Na wamekuwa wakipata tabu katika kuzichola hizi support and resistance. So nikaona nilete somo la support and resistance lijitegemee lenyewe kama lenyewe. Kwa hivyo kama utakuwa una swali utauliza juu ya support and resistance, na ningependa maswali yasitoke nje ya mada. Kwa hivyo sasa leo ngoja nikuelekeze namna ya kuchora resistance and support or support and resistance. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuzingatia ni kwamba kujua maana ya support na kujua maana ya resistance. Umeona? So nikupitishe kidogo. Tunapokuwa tunazungumzia support, tunakuwa tuna maana kwamba ni ile level ambayo price yetu inavoshuka inazuiliwa kuendelea kushuka na inafanyaje na inasupportiwa kufanyaje kuanza kupanda. Naomba nitumie lugha hiyo ila nieleweke. Umeona? Kwa hivyo sasa namna ya kuchola support, sasa utakliki, kwa mfano ukilaza screen yako ya simu utakliki sehemu yoyote pale. Kwa mfano mimi nitakliki, nikisha kliki upande wa kulia utaona hizi alama zimejipanga. So utaenda kwenye alama ya 6 kutoka juu upande wa kulia, alama ya 6 kutoka juu. Kwa hivyo nitesa 1 2 3 4 5 6 hapa. Basi nitakliki hapa. Nikisha kliki zitakuja hizi symbols hapa za maumbo ambayo unaweza ukayachola. Umeona? Kwa hivyo sasa mimi nitaangalia nitumie umbo gani. Kwa mfano naweza nikatumia hii rectangle. Nikishatumia rectangle, kitu cha kwanza nimekuambia kwamba supporting level ni ile level ambayo price au bei ilivyokuwa ikifika ilikuwa inasupportiwa kufanyaje kuanza kupanda au ilikuwa inapushiwa kwenda juu. Kwa hivyo sasa mimi nitasema bana support yangu mimi itakaa hapa. Kwa sababu gani hapa? Kwa sababu price ilivyokuwa ikifika hapa ilikuwa ikipushiwa kwenda juu. Ijapokuwa supporting level zipo nyingi. So kusema kwamba itakaa tu hapa. Unaweza ukaona kabisa kwamba supporting level pia itakaa hii level hii hapa. Umeona? Hii hapa. Kwa sababu gani inakaa hapa? Kwa sababu price ilivyokuwa ikifika hapa ilikuwa inafanya inapushwa kwenda juu. Ikifika inapushwa kwenda juu as you see. Ngoja nikuoneshe hapa. Umeona? So umeona hapa price ilifika hapa ikapushwa kwenda juu. Ikaenda juu mpaka huku. Umeona? Ikaenda juu mpaka huku. Lakini imefika huku juu imeshuka tena, imefika hapa imepushwa kwenda juu. Umeona? Lakini pia imefika hapa imepushwa kwenda juu. Kwa hivyo sasa hii level tutaiweka kama supporting level. Ni level ambayo ilikuwa na support price kushindwa kuendelea kushuka chini. So price ilikuwa ikifika kwenye hii level inapushwa kwenda juu. Kwa hivyo hii level tutaiweka kama supporting level. Umeona? Sasa resistance level kwa lugha rahisi ni kwamba resist ni kama kupinga au resistance zuizi, kuzuia. Umeona? Kwa hivyo sasa kiufupi tunavyokuwa tunazungumzia resistance tuna maana kwamba ni ile level zuizi. Level hiyo zuizi ilikuwa inazuia price kuendelea kupanda. Yaani price ilikuwa ikipanda ikifika kwenye hiyo level zuizi inafanyaje? Inazuiliwa kuendelea kupanda. Kwa resistance itakaa hapa. Umeona guys? Naongea na beginners. Hii ni level ya basic ambayo kila beginner utaipitia, na ukielewa vizuri basi haiwezi ikakusumbua mbele na itakufanyaje na itakusaidia sana kuzuia kupata loss. Umeona? Au kuzuia kuwepo kwenye big loss. Umeona? Kwa hivyo sasa hii level tutaiweka kama resistance level. Umeona guys? Kwa hivyo sasa concept hii naomba uishike kwamba tuna buy wakati bei yetu imefika kwenye support na tuna sell wakati bei yetu imefika kwenye resistance.
Kwa hivyo kwenye resistance tuna sell, kwenye support tuna buy, kwenye resistance tuna sell, kwenye support tuna buy. Umeona guys? Kwa hivyo sasa kwa wewe beginner, kitu unachotakiwa kukijua ni kwamba hii level hii ya support ilikuwa ni level ambayo sisi itakiwa tu buy, then order zetu tuje tuzifunge kwenye resistance. Umeona? Kwa hivyo sasa kwa mfano kama hapa, ngoja nikuoneshe hapa. Kwa mfano kama hapa, hii level ilikuwa ni supporting level ambao sisi kama sisi baada ya kufanya confirmation kwamba soko linaanza kubai, itakiwa tubai kutoka hapa. Umeona? Na order zetu tuje tuzifungie hapa. Au unaweza ukaweka resistance ndogo kwa hapa, hii resistance, kwa sababu pia soko lilivyokuwa likifika hapo lilikuwa linagusa linarudi chini. Price ilikuwa ikifika hapo ilikuwa inazuiliwa inarudi chini. Price ilikuwa ikifika hapo inazuiliwa kurudi chini. Kwa hivyo sasa kwa concept ya kawaida ni kwamba ilitakiwa order zetu sisi kwa scalpers, not swing traders. Kwa scalpers angechukua order yake hapa, akaja akafunga order yake hapa kwenye support. Umeona? Kwa hivyo sasa nao sikufundishi kufanya confirmation ya soko, lakini nakueleza ujue level ya beginner inakuaje. Lakini tukifika kwenye level zaidi tutaelekezana zaidi. Lakini kwa hapa na kuonesha tu kwa wakati huo soko lilipo na ungechukua order yako wapi. Kwa hivyo sasa kama support yetu ni hii hapa, umeona, na resistance yetu ni hii hapa, hii ni resistor. Umeona? Lakini kumbuka kwamba support inaweza ikageuka resistance. Na resistance pia inaweza ikageuka support. Ni namna ambavyo movement of price inakuwa inafanyika. Kwa hivyo sikalidi tu kwamba hii hapa itabaki kuwa support. Umeona? Lakini kuna saa itavunjwa, hii support yetu itavunjwa na itakuja kubadili kuwa resistance pale ambapo soko linakuja kufanya pullback au linakuja kufanya retracement. Umeona? Kwa hivyo kwa beginner mimi nadhani itakuwa ni somo ambalo litakusaidia sana endapo ukilimaster somo la support and resistance, kwa sababu itafika wakati utakuwa unatumia support and resistance kama strategy, kwamba soko lako likifika kwenye support una buy, soko lako likifika kwenye resistance una sell, soko lako likifika kwenye support una buy, hivyo. Umeona? Lakini concept ya kwamba tuna buy during support na tuna sell during resistance, hiyo ni concept ambayo inatakiwa uende nayo. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu bei inaanza kupanda kutoka kwenye support inaenda kwenye resistance. Umeona? Kwa hivyo kwa wakati huo sisi tutakuwa tuna buy. Na tuna buy kwa sababu gani? Kwa sababu soko letu kwa wakati huo litakuwa linadhibitiwa au litakuwa linatawaliwa na buyers. Na tuna sell kwenye resistance. Kwa kwenye resistance tuna sell. Umeona? Lakini kwenye support tuna buy. Kwa sababu kwenye support ni sehemu ambayo au ni level ambayo soko letu linaanza kutawaliwa na nani? Linaanza kutawaliwa na buyers. Na soko lina shift from sellers control linaenda kwa buyers control. Umeona? Kwa mfano kama soko lilivyotoka hapa, tunazungumzia kwa hapa. Ngoja nikuoneshe. Tunazungumzia kwa hapa. Soko letu lilivyofika hapa, kutoka hapa lilikuwa linakontroliwa na nani? Na buyers. Kwa hivyo limekontroliwa na buyers. Buyers wamelipushi soko, wamepushi price, imefika mpaka hapa. Ilipofika hapa, sellers wakawa hawana nguvu tena. Buyers wakakontrol soko. Buyers wamepushi price mpaka kwenye supporting level. Kwa hivyo sasa price ilipofika kwenye supporting level, sisi moja kwa moja tungefanya confirmation ya kuona kwamba hili soko linaanza kufanyaje, linaanza kubai. Kwa hivyo buyers wakaliteki soko au wakateki control, wakapush price mpaka kwenye resistance level. Na resistance level price ikazuiliwa kuendelea kupanda, ikaanza kuseli. Ingawaje haijafika huku, lakini ikaja ikateneza nini? Ikaja ikateneza level nyingine hapa ambayo ikawa kama support, ambao price ilivyofika hapa ikarudi kwenye resistance na ikapushwa kurudi chini. Ikafika kwenye supporting level nyingine hapa, ikapushwa kwenda juu. Ikafika kwenye supporting level nyingine, ikapushwa kwenda juu. Kwa ndivyo ambavyo sisi tunakuwa tuna buy wakati bei ipo kwenye support, na tuna sell wakati bei ipo kwenye resistance. Na inatakiwa ujue kwamba concept nyingine, wewe kama beginner inatakiwa ujue kwamba price
au bei inakuwa ina move ups and down, ups and down, ups and down, inafanya soko lisiwe na direction maalum, kwamba kwa mfano kama hapo umeona linapushiwa kwenda juu, linarudi chini, linapushiwa linarudi, linapushiwa linarudi, linapushiwa linarudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wanakwambia what makes market to move ups and down, ups and down. Reason behind ni behavior of sellers and buyers, kwamba tabia ya buyers and sellers au sellers and buyers imekuwa ni tabia ambayo inalifanya soko la forex lisiwe na movement maalum. Sorry, ijapokuwa hapa kuna step. Hii step sio forex. Umeona? Hii step sio forex, lakini nazungumzia forex kwa sababu soko la hizi indies au hizi volatilities na soko la forex feature zake ni sawa. Umeona, feature zake ni sawa. Kwa hivyo natumia hii pair kwa sababu ya siku ya leo. Soko la forex limefungwa. Leo ni weekend, soko la forex limefunga. Kwa hivyo ninavyotumia hivi, nadhani structure ya soko ni the same na forex. Kwa hivyo ndo nimetumia hivi. Kwa hivyo kama utakuwa una swali, unaweza ukauliza kwenye comment au unaweza ukanicheki WhatsApp. Namba yangu ni 0625288854. Kumbuka kugusa neno subscribe ila uwe familia na Southern Film.